Hujambo na karibu mtazamaji wa Mihrab Media, ni kualika na kukaribisha kwenye kipindi cha yaliyojiri magazetini, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu ya Juni 23 wa mwaka 2025 sawa na mwezi 26 mfungo 3 mwaka 1446 kwa mwaka wa Kiislamu. Na kualika na kukaribisha ni mimi mtangazaji wako Salha Rashidi nikishirikiana sambamba na Sabru Sandana. Kipindi hiki mtazamaji utapata fursa ya kufahamu kwa mukhtasari yaliyojiri ndani ya magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii leo. Miongoni mwa magazeti hayo tuna gazeti Zanzibar Leo, tuna gazeti Habari Leo, tuna gazeti Nipashe, tuna gazeti wa Machinga, bila kukosa kurasa za mchezo na burudani. Moja kwa moja tunaanza kudondoa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, na habari inosomeka Dr. Mwinyi mgeni rasmi kilele wiki ya ardhi Zanzibar, ukurasa wa pili habari inaendelea. Tukiachana na habari hiyo tunaangaza habari nyingine ndani ya gazeti lako hili Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Pana habari inosomeka ubaharia muhimili wa uchumi duniani, hiyo ni kauli ya Profesa Mbarawa. Pia pana habari inosomeka jitokezeni kupiga kura kupata viongozi makini, hiyo ni kauli ya Usi. Tukiachana habari hiyo tunakutana habari inosema endelezeni mshikamano na kufanya kazi kwa ufanisi, hiyo ni kauli ya Mheshimiwa Masude, ukurasa wa 3 gazeti Zanzibar Leo. Utakutana na undani wa habari hiyo. Tunaangaza habari inosema watendaji INEC watakiwa kuzingatia sheria. Tunatamatisha na habari inosema Putin asema tulitaka kuisaidia Irani katika ulinzi wa anga yao lakini ikapuuza, ukurasa wa 9 ufafanuzi wa habari hiyo. Na sasa nizamu ya kudondoa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ilinalo tuweze kufahamu kitu gani kinaendelea ndani ya gazeti hili mtazamaji. Tunasoma habari inasema mtikisiko majimboni, wabunge wa sasa wahofia watiania, misaada ya mwagika misibani, michezoni na shuleni, watiania CCM wanaochafua wenzao kukiona mtazamaji. Tukiachana na habari hiyo tunaangaza habari nyingine hapa iliyopata nafasi ndani ya gazeti lako hili Habari Leo, gwiji la habari inasema kuwa soko la stereo la piga marufuku majiko ya mkaa kukesha, ukurasa 15 habari hiyo utaisoma kwa undani zaidi. Pia pana habari inosomeka Dr. Mwinyi kulivunja baraza la wawakilishi siku hii ya leo. Tukiachana na habari hiyo tunaangaza habari inosema kuwa msaada wa kisheria waibua wezi wa waume za watu, msaada wa kisheria waibua wezi wa waume za watu, ukurasa wa 8 utakutana na muendelezo wa habari hiyo. Walimu 103,000 wafunzwa mtaala mpya, ukurasa wa 3 habari hiyo inaendelea. Ukurasa wa 4 pana habari inosomeka daktari wa China aliyekufa akimokoa Mtanzania aagwa, Wasira afananisha wasiotii sheria sawa na magaidi mtazamaji. Tunatamatisha na habari picha kama ambavyo naiona hapo ikimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha baraza la mawaziri Ikulu jijini Dar es Salaam siku ya jana. Na sasa nizamu ya kudondoa Nipashe Mwanga wa Jamii, ili nalo liweze kutupasha. Gazeti hili linaanza kutupasha na habari inosomeka bunge la lala salama, Rais Samia Suluhu Hassan anatarajia kulivunja kwa mujibu wa katiba, joto la uchaguzi la pamba moto, huku wabunge dash wamefanyaje? Basi ukurasa wa 2 na hadi wa 5 utakutana na habari hiyo kwa ukamilifu wake. Kwa nini binadamu anaota ndoto? Sababu zimewekwa ukurasa wa 4. Afungwa jela maisha kwa kusafirisha bangi kilo 216. INEC yapisha maofisa uandikishaji 520 uboreshaji daftari wapiga kura. Pia pana habari inosomeka Chadema ina nafasi kutia saini kanuni za uchaguzi. Tunatamatisha na habari inosomeka Marekani yaishambulia Irani kitumia ndege hatari za B2 mtazamaji ama B2. Tukiachana habari hiyo tunakutana na tukiachana gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, tunalidondoa gazeti Uhuru kweli daima, nalo linatuambia ya kuwa Wasira atoa somo la utawala bora. Wasira
atoa somo la utawala bora. Mtazamaji, tukiachana na habari hiyo ya Wasira, tunaangaza habari inosema kauli ya Jakaya Kikwete ilivyowaibua wanasiasa. Rais Dr. Mwinyi kuvunja baraza la wawakilishi siku hii ya leo. Miradi ya nishati Tanzania yawa kivutio Afrika. Pia pana habari inosomeka Dimu asema hatutawafumbia macho watiania wanaochafua sisemo. Tunatamatisha na habari inosomeka aliyenyanyapaa mgonjwa atozwa faini $100,000. Mtazamaji, na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Mwananchi Tanzania, nalo linatupasha kuwa mabadiliko bima ya afya kwa wote, maboresho ya shusha gharama, kaya ya watu 6 kifurushi $150,000, makato kidogo kwa simu, ruksa watoa huduma kicheko na kulipwa kabla. Tukiachana habari hiyo, tunasoma habari inasomeka jukwaa la fikra lasema kujenga madaraja na kujenga taifa. Habari kamili ipo ukurasa wa 3. Pia pana habari inosomeka siri kete ya ushindi vyama vya siasa 2025, ajira mpya 1000, mradi mwendo kasi. Tunatamatisha kudondoa gazeti Mwananchi Tanzania na habari inosomeka lala salama bunge la 12 na mawaziri mzigoni. Mtazamaji, Majira umefika wakati wa kuliangaza, nalo natuambia ya kuwa ziara ya Rais Dr. Samia Mwanza ya Chalama, asisitiza kudumisha amani na awafunda machifu, aonya ramli chunganishi kuelekea uchaguzi na acha ameandika historia. Ukurasa wa 4. Pia habari inaendelea ukurasa wa 4, pana habari inosomeka Tanzania yawa mfano barani Afrika miradi ya sekta nishati. Pia ukurasa wa 4 pana habari inosema NHIF yahimiza matumizi ya teknolojia na elimu ya magonjwa. Tukisalia ukurasa wa 4, pana habari inosema CCM yataka wagombea kujadiliwa kwa kuzingatia uwezo sio ukabila. Pia pana habari inosema waliosoma CBE wampongeza Profesa Luoga kwa mageuzi makubwa. Tukiondoka hapo, tunaangaza habari inosema magari ya umeme na gesi kutengenezwa Tanzania ni fursa hiyo. Pia pana habari inosomeka EWURA na tathmini ya bei mpya umeme na TANESCO yaendelea kuimarika. Tunatamatisha kudondoa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, na habari inosomeka UN yasema vita vya Irani na Israel vyachochea mzozo wa wakimbizi. Mtazamaji, wa Machinga sauti ya wanyonge linasema ya kuwa Wasira aonya wavunja katiba na sheria, asema anayetaka kufanya mambo yake kwa kukiuka katiba na sheria na kuua watu hana tofauti na gaidi, asisitiza umuhimu wa kuheshimiwa ama kuheshimu utawala bora kwa kufuata sheria za nchi. Asema no reform no election ya Chadema ina lengo kuleta fujo. Pia atuma ujumbe kwa wana CCM kutenda haki kupata wagombea ubunge na udiwani. Ukurasa wa 4 habari inaendelea. Tanzania ya mfano Afrika utekelezaji miradi sekta nishati, ufanisi wake watambuliwa jukwaa la nishati Afrika Lesotho kujifunza Tanzania utekelezaji miradi ya nishati. Pia pana habari inosomeka mbolea ruzuku yatengenezewa Zengwe, mbolea ya ruzuku yatengenezewa Zengwe, kampuni 19 zinadai mabilioni tangu Juni mwaka 2023. Mtazamaji, habari kamili ipo kurasa wa 2. Tunaangaza habari inosomeka Wizara ya Mawasiliano yaja na mkakati utekelezaji bajeti ya bilioni 291.5 kwa taasisi zake. Mkutano mkuu wa DPC waibua matokeo chanya. Tutamatisha na habari inosomeka Watanzania walioko Israel na Irani kurejea ama kurejeshwa nchini. Mwenyezi Mungu awajalie warudi kwa salama na amani. Na sasa umefika ule wakati wa kuyageuza magazeti haya kwa upande wa michezo na burudani, ili nako tuweze kufahamu kunani kwa siku nzima hii ya leo. Kwa upande wa michezo, Zanzibar leo umepata nafasi ya kutufungulia michezo na burudani, nalo nasema vita ya Hamdi na Fadlu bado ni mbichi, dakika 90 kuthibitisha nani atabeba kombe la NBC Premier League. Mtazamaji, tukiachana habari hiyo, tunaangaza habari inayosema kuwa timu 24 jimbo la Chaani zapatiwa vifaa vya michezo. Tunatamatisha na habari inayosomeka KMKM mabingwa shirikisho FM. Mtazamaji, habari leo gwiji la habari Tanzania michezo na burudani linatuambia ya kuwa kazi kwenu watani,
kazi kwenu watani. Pia pana habari inasomeka Shime asifu ushindani Sekafa. Shime asifu ushindani Sekafa. Tukiachana na habari hiyo, tunaangaza habari inasomeka kuwa Dube kuikosa Simba. Dube kuikosa Simba. Pia pana habari inasomeka Chombo kusimamia miundombinu michezoni kinakuja. Chombo kusimamia miundombinu michezoni kinakuja, ukurasa wa 23. Habari hiyo utasoma kwa undani wake. Kusa na Bilnasi waja na Rewind. Habari hiyo inaendelea ukurasa wa 21. Tunatamatisha na habari picha mtazamaji kama ambazo unaziona hapo. Inaonyesha wachezaji wa Yanga wakishangilia bao katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji, uwanja wa New Amani Complex Unguja. Siku ya jana Yanga ilishinda mabao 5-0. Pia kwa upande wa Simba unaonyesha wachezaji wa Simba David Kameta Duchu, Fabrice Ngoma na Steven Mukwala wakipongezana baada ya kufunga bao katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Kagera Sugar, uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Siku ya jana Simba ilishinda bao 1-0. Mtazamaji michezo, gazeti Nipashe linasema ya kuwa dabi kuamua bingwa na Yanga dabi kuamua bingwa Yanga au Simba SC Prison na Fountain Gate kucheza play-off. Tukiachana habari hiyo nakutana habari inasomeka kuwa Twiga Stars mabingwa Sekafa. Pia pana habari inasomeka Guardiola asema nitapunguza kikosi Man City. Tunatamatisha na habari inausomeka Onana hataki kuondoka Man United. Ni sababu gani iliyopelekea Onana hataki kuondoka? Imeelezwa ndani ya gazeti lako hili Nipashe kwa upande wa michezo na burudani. Uhuru kweli daima michezo na burudani nasema ya kuwa 5-0 ushindi uliopata Yanga katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji uliofanyika jana visiwani Zanzibar. Yanga na Simba za Kabanako. Pia hapa na habari inasomeka kiwango cha mkosha kocha Shime, kiwango cha mkosha kocha Shime. Tukiachana na habari hiyo tunaangaza habari nyingine mtazamaji hapa iliyopata nafasi inasema kuwa Ashura Ali mchezaji wa Kabadi mwenye ndoto za kufanya makubwa, bodi ya ligi ya ipatano KMKM. Pia hapa habari inasomeka bondia choki awangukia mashabiki. Tunatamatisha na habari inasomeka vijue viwanja vitakavyotumika finali za Euro kwa wanawake, ukurasa wa 12 utakutana na hivyo viwanja mtazamaji. Wa Machinga nalo haliko nyuma kwa upande wa michezo linatuambia ya kuwa Yanga na Simba hapatoshi kwa Mkapa Jumatano. KMC sasa kukomaa na Nkane na Andambwile. Tunatamatisha na habari inayosomeka kocha asema Pakome na Chama muhimu kubaki Yanga mtazamaji. Za Spoti kama ilivyo ada na kawaida ya gazeti hili linatoka kila siku ya Jumatatu mtazamaji, na Jumatatu ya leo imebeba habari inayosema nani atabeba. Habari imekuja kwa njia ya swali, nani atabeba? Ni vita ya Hamdi na Fadlu mtazamaji. Pia pana habari inasomeka msimu mbaya bado wa mtesa Guardiola. Tunaangaza habari inasema ukiwashambulia waamuzi Italia kifungo gerezani. Ukiwashambulia waamuzi Italia kifungo gerezani. Tunatamatisha na habari inasomeka KMKM mabingwa shirikisho FA. Tunatamatisha kipindi chetu kama ilivyo ada na kawaida na gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani kwa siku nzima hii ya leo. Tunaanza na habari inasomeka tukutane kwa Mkapa. Tukutane kwa Mkapa, hiyo ni ligi kuu bara Juni 25. Huku tunaambiwa Miludi Hamdi kocha Yanga. Kocha huyo aliyetua Yanga akitokea Singida Black Stars. Hii itakuwa dabi ya kwanza kwake katika ligi mtazamaji. Kwa upande wa Fadlu David Nambwa kocha wa Simba, huyu aliyetumia Simba ama aliyetua Simba msimu huu kutoka Morocco, na hii ni dabi yake ya 3. Tukiachana na ufafanuzi huo tunamsimamo hapa mtazamaji ulivyosimama. 3 za kwanza zilizokaa juu hapa tunaambua Yanga na pointi zake 79, Simba 78, Azam FC 63, huku Kagera Sugar akishikilia nafasi ya 15 akiwa na pointi zake 23, Ken Goldi akiwa na pointi 16 na nafasi yake ya 16. Hao wako katika mstari ule wa red. Walioshika mstari wa blue kuna Prison, huku
pia kuna Fountain Gate ambao hawatarajiwa kucheza playoff mtazamaji. Tukiachana na habari hiyo, tunaangaza habari inosema Morrison anafurahia maisha nchi ya ahadi. Morrison anafurahia maisha nchi ya ahadi, ukurasa wa 15 mwendelezo wa taarifa hiyo. Pia pana habari inosomeka Arsenal yapasua kichwa kwa Sesko. Tukiachana habari hiyo, tunakutana na habari inosomeka hii ndo endorsement ya uchaguzi mkuu TFF ni ipi? Basi imeelezwa ukurasa wako wa 8 wa gazeti hili. Tunatapatisha na habari inosomeka FIFA CWC siku ya leo kuna mchezo kati ya Atletico Madrid dhidi ya Botafogo mtazamaji, majira ya 4 kamili za usiku katika dimba la Rose Bowl. Mchezo huo ndipo utakapochezwa, na hayo ndio alojiri kwa mukhtasari ndani ya magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii ya leo. Kumbuka tumekudondolea kurasa za habari za kitaifa na kimataifa pamoja na kurasa za michezo na burudani mtazamaji, na aliyekudondolea magazeti hayo ni mimi mtangazaji wako Saleh Rashidi. Aliyekiandaa kipindi hiki ni Sabri Hussein mtazamaji. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ndani ya Mihrab Media ili kuweza kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwekea katika ukurasa wetu wa YouTube. Nikutakie tu uwe na asubuhi njema na Mungu akufanyie wepesi katika utafutaji wako wa riziki kwa siku nzima hii leo. Shukrani.